Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Tumeona ndoa ni sunna katika sunna za manabii, lakini pia ni neema katika neema ambazo Allah ametuneemesha kwazo, lakini pia ndoa ni miongoni mwa alama za kuonesha Allah yupo. Unaweza kupata mashaka katika kuoa Muislamu kwa kuyahofia yale majukumu ya kwamba mimi siwezi kutahammal, siwezi kuyabeba, hali yangu duni, hali yangu mimi ni mdhaifu na mengineyo. Uislamu unakugeuza katika fikra. Umepata mashaka ya kwamba nikioa majukumu haya nitayaweza, kila asubuhi inapopambazuka niambiwe kuna mahitaji fulani na nini, watu wanaumwa, wanahitaji kuvaa wapendeze, wanahitaji kulala pazuri, wale chakula kizuri. Muislamu aweza kuhofia, kijana ukahofia mambo hayo, lakini Uislamu haujakuacha na wewe ambaye una mashaka ya kuoa. Wewe mwenye mashaka ya kutaka kuoa kwa kuhofia ya kwamba labda mambo yatakuwa magumu, utabanana sana, Uislamu unakugeuza fikra. Uislamu unakwambiaje? Uislamu unakwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake kubwa hujalia ndoa ikawa sababu ya kufikia utajiri. Na hapa kwenye utajiri ni mahali papana, bahrun amir. Hapa ni mahali papana. Utajiri, mtu aweza kusema nikioa mwaka mmoja nimenunua gari, mwaka mmoja nimenunua tatu. Abu Dharr amuuliza Mtume nini maana ya utajiri? Mtume amwambia utajiri wa moyo. Kwa ukioa ule utulivu ule ambao utakuwepo baada ya kuoa ni katika utajiri, umetulizana. Kwa wewe ambaye unahofia kuoa kwa sababu majukumu yatakubana sana, unahofia takalifi zile, Uislamu unakwambia kwamba Allah hujalia ndoa ni sababu na ni njia ya kufikia utajiri. Na Abubakar Siddiq anasema yatimizeni ambayo Allah amekutakeni ya kuoa, oweni, yunjizullahu ma wa'adakum minal ghina, Allah subhanahu wa ta'ala akutimizieni, ayamalize yale ambayo amekuahidini ya utajiri. Yani wewe unataka kutulizana, unataka utajiri alafu utaki kuoa, na Allah kwenye Qur'ani ameshaahidi ya kwamba mkioa mtatajirishwa. Abubakar Siddiq anasema yatimizeni ambayo Allah amekutakeni ya kuoa, Allah ayamalize ya utajiri. Na Ibn Mas'ud anasema itamisu ghinan fi nikah, utafuteni utajiri katika ndoa, oweni. Kwa hiyo wewe ambaye una mashaka ya kuoa kwa sababu mambo yatakuwa magumu, Allah atajalia ndoa itakuwa njia ya kufikia utajiri, na itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuondoshea mizigo hiyo, na Allah atakupa nguvu ambayo itakufanya kuwa mwenye kuweza na kuyashinda yale ambayo unayahofia. Allah akasema katika Qur'ani kukazia jambo hilo, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah anasema wasimamizi, waozesheni wale wasiokuwa na wake katika wanamume walio huru. Sasa hivi hakuna utumwa. Waozesheni wale wasiokuwa na wake wanamume, waozesheni nyinyi wasimamizi, baba kama ni mjomba na wengineo, mwana vijana. Allah asema wa ankihul ayama minkum, waozesheni wasiokuwa na wake katika wanamume na wale wasiokuwa na wame katika wanawake, wasalihina min ibadikum wa imaikum, na wale ambao mnawaona wanaweza hilo jambo katika watumwa wa kiume na wale vijakazi wa kike. Sasa hivi hawapo. Allah anatoa amri ya kwamba wasimamizi waozesheni hao. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, ikiwa
wao ni mafakiri, wanahofia ya kwamba mambo yatawashinda, Allah subhanahu wa ta'ala atawatosha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, naye Allah ndiye mwenye fadhila zilizokuwa nyingi, naye Allah ndiye mjuzi wa mambo yote. Kwa hiyo hapa Uislamu pia unatoa hamasisho kwa yule ambaye anahofia kwamba akiingia kwenye ndoa mambo yatamzidia. Uislamu unakwambia kwamba mambo hayako hivyo, Allah atajalia hiyo ndoa kwa sababu ya mambo kwa mazuri. Na katika hadithi ambayo ameipokea Tirmidhi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu ni haki juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwasaidia watu hao. Watu wa aina tatu, msaada wa Allah uko pamoja nao. Wewe mwenye mashaka ya kuoa, sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu watatu ni haki juu ya Allah kuwasaidia. Almujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana katika njia ya Allah. Na hapa jihadi kwa aina nyingi, mtu anailingania yuko katika jihadi, Allah atamsaidia. Mtu wa pili, walmukatabu alladhi yuridu al-ada, na yule ambaye anataka kuandikishana ili atoke katika utumwa, au mtu mwenye madeni, sawa, anataka kuandikishana ili lile deni lije limalizike, huyu Allah atamsaidia, sawa. Watumwa, mtumwa amechoka utumwa, ya kwamba bosi wangu ulininunua kwa shilingi kadhaa, sasa mimi nataka tuandikishane, nitakuwa natoa kidogo 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 mpaka itafika hatua nitamaliza ile pesa ulioninunulia niwe huru. Allah atamsaidia, anaita kufanya hivyo. Wanakihu alladhi yuridu al-afaf, na yule mwenye kuoa lakini makusudio ya kuoa kwake anataka kustirika, ahifadhike, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia. Oweni, msiogope. Na mwanamke ndiyo mali nzuri ambayo ukitaka kujihifadhia wewe mwanaume katika salio lako, basi mwanamke. Amepokea Tirmidhi na Ibn Majah an Thawbani radhiyallahu anhu qala, Thawbani radhiyallahu anhu yake anasema, lamma nazalat, pindi ilipotelemka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, na wale ambao wanatunza wanajihifadhia dhahabu na fedha, hawatekelezi haki, wala yunfiquna fi sabilillah, wala hawazitoi katika njia ya Allah, fabashirhum bi'adhabin alim, wabashiria adhabu yuumizayo. Watu wanatunza mali, wanakusanya, hawatoi zaka wala sadaka. Basi Thawbani anasema aya hii ilipotelemka, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, tulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake. Faqala ba'du ashabuhu, wakasema ba'du ashabihi, wakasema baadhi ya masahaba wa Mtume, unzilat fi dhahabi wal fidda, imeteremka aya hii katika dhahabu na fedha. Falau alimna ayul mali khairun fanattakhidha, lau tungejua, tungepata kutambua ipi mali bora ya kujihifadhia tuihifadhi. Tumeambiwa tukihifadhi dhahabu na fedha na tusipozitoa Allah atatuadhibu. Sasa tungejua, natamani tujue mali ipi nzuri ya kujitunzia ili tuitunze. Faqala, Mtume akawaambia, lisanun dhakir, ukitaka mali nzuri ya kujitunzia uwe na ulimi wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni mali, ni kanzu, hiyo ni salio zuri unalolitunza, unaloliweka akiba. Wa qalbun shakir, na moyo mwenye shukrani. Lakini wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, na mke mwema muumini anayekusaidia katika imani yako. Hiyo ni mali nzuri ya kujitunzia. Oa, sawa. Ukitaka kutunza mali iliyokuwa nzuri kabisa, mke, oa akusaidie katika imani yako.
Tulikuwa tunazungumzia hamasisho la Uislamu kunako swala zima la kuoa. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda.